you cannot suffer. Jesus was a speaker and also a sponsor. Be a blessing lakini usiwe a burden. Only you can change attitude towards giving. Huwezi kuwa Richard hapa ukafanyikie kirokodano pande hii. Usikojee good pastors kugusa bei ili tuweze kukubeba. Na nataka sasa tuangalie neno la Bwana because of time, Jeremiah chapter 12. And now because of time we would like to go to Jeremiah chapter 12. Much has been said. A lot has been said. Mengi yamesemwa. Sasa nitaongea neno kwa dakika zile tumebaki. Now for the remaining time I'm going to share with you the word of God. Katika Jeremiah chapter 12 verse 5. Now in Jeremiah chapter 12 verse 5. Nataka kuongea mambo matatu ambayo ni muhimu. I want to talk about three things which are very important. Ya kwanza ni kuovercome mambo madogo. First is to overcome small things. Ya pili ni kuwa a blessing. Number 2, becoming a blessing. Ya tatu ni kufanya kazi katika udhaifu wetu. And number 3 is working in our weakness. Kwa sababu watu wengi wamekwama kwa sababu ya weaknesses. Because many people are stuck because of their weaknesses. Lakini sasa ningetaka hiyo nitaifundisha kama topic moja. But that one I'll teach like one topic. Topic ingine ni how we can be a blessing. Another topic is about how we can be a blessing. Na hiyo ingine ni ya vile tutashinda tumabo tudogo. The other thing is how to overcome the small things. Jeremiah 12 verse 5. Jeremiah 12 verse 5. If you have learned with the footmen and they have wearied you, then how can you contend with the horses? Na sasa kama umekimbia na watu waliokuwa wanaenda kwa miguu, utakimbiaje na ambao wanaenda kwa farasi? And if in the land of peace in which you trusted they wearied you, then how will you do in the flood plain of the Jordan? Na pahali pa amani kama palikushinda, itawezekanaje uende mahali palikuwa na mafuriko ya Yordani? Let's go to Luke chapter 16. Sasa twende Luka 16. Luke 16. Luka 16. We are going to read verse 10. Tunasoma verse 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. Aliye mwaminifu kwa madogo pia ataaminika kwa mambo makubwa. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Aliye dhalimu kwa mambo mengi na pia atakuwa dhalimu hata kwa mambo makubwa. Therefore, if you have not been faithful in unrighteous mammon, who will commit to you trust the true riches? Na basi kama hamkuwa waaminifu kwa mali ya dhuluma, nani atakaye kuaminia mali ya kweli? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? Na kama haukuaminika kwa mali ya mwingine, nani atakupatia ambao ni yako? Hallelujah. 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 Praise the Lord. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba the word of God is telling us, Jeremiah Mungu akamuuliza, Jeremiah, God asked him, wewe Jeremiah, now you Jeremiah, umekibisana na watu wa miguu, you have learned with people on foot, na wamekushida, and they have overcome you. Utakibisanaje? How will you be able to learn? Na wenye farasi. Those who are riding horses. Hallelujah. Hallelujah. You know, kwa sababu kuna vile tunataka kupigana na vitu kubwa. Because there's the way we want to confront those big things. Na mambo madogo imetulemea. And those small things have already overcome us. Hakuna njia yoyote utaenda kwa mambo makubwa kama hujapigana na mambo madogo na umeyaweza. There's no way you can be able to overcome great things while small things have already overcome you. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu ukiangalia Jeremiah anaambiwa wale watu wa miguu wamekushinda. Because Jeremiah is being told those people on foot have already defeated you. Miguu wamekuweza. Those who are running have already overcome you. Sasa farasi utawezanaje nazo? How will you overcome those who ride in horses? Sasa hivi ni kusema ya kwamba now that is telling us katika maisha lazima tujifundishe kushinda mambo madogo. In life we have to learn to overcome small things. Na ukiangalia hata hiyo Luke chapter 16, haya ni maneno ya Yesu Kristo. And now even if you look Luke 16, these are words of Jesus. Alisema kama wewe sio mwaminifu na mambo madogo, He says if you are not faithful in small things, nani atakuaminia mambo makubwa? who will entrust you with big things? Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu
sababu mambo madogo ni gani? What are those small things? Lazima utrain yourself. You have to train yourself. Overcome, especially mambo ya time. Especially now type keeping. Nataka kuongea kwa leaders. Let me talk to you leaders. Time is very crucial. Masaa ni muhimu. Masaa ni muhimu million times. Yes. Keeping time is very important. Wacha nirudie tena. Let me repeat. Masaa ni muhimu sana. Time keeping is very important. Very important. Na masaa imeniwezesha. And through time keeping, nimeenda na ndege kuanzia year 2000. I've been able to travel. Nimeenda ndege nyingi sana. I've been able to connect many planes. Na sijawahi achwa na ndege kwa sababu ya kuchelewa. And I've never been left behind because of it coming. Na nimeenda na ndege sijui ni ndege ngapi. I've gone with a lot of aeroplanes. Nimeenda conferences. I've gone to a lot of conferences. Nimehubiri kwa conference kwa sababu saa nyingine na sikuwa baby ya guest. Kwa sababu the guest amechelewa, unaambiwa wewe uko wedi utatusaidia. I preach even conferences because the guests who were invited were not there. Because I was there on time, I've always been invited to preach. Let me tell you, wapendwa, my friend, let me tell you, masaa ni muhimu sana. Keeping time is very important. And especially sisi tumeokoka. Especially we born again. Hatuwezi kufanana na wale watu hawajaokoka. We are not like unbelievers. Wale wanakunywa pombe. They are drunk. Wale wamekunywa bangi. Some of them take marijuana. Wale wanachanganyikiwa. Some of them are confused. Hatuwezi kuwa level moja na wale wamechanganyikiwa. No, we cannot be in the same level with them. Unajua wengine wengi hamkukunywa. You know some of you never drank. Sisi tulikuwa tunashikwa na kitu inaitwa hangover. Some of us drank until we had those who called hangover. Unakunywa, unasahau ulikuwa uamke saa ngapi. You get drunk until you forget what time you are supposed to wake up. Imagine mtu ambaye ni leader na anachelewa, kama ni mimi wewe na kufuta asubuhi. Hata sio jioni, asubuhi tunamalizana na wewe. Imagine you are a leader, you are coming late. If it is me, it was me, I could have chased you. Kwa sababu any leader, the word leader linatoka kwa kiongozi, linatoka kwa neno ongoza. The word leader means leading, unaongoza, you are head. Ukisikia unaitwa kiongozi ni kwa sababu unaongoza wengine sawa sawa. When you are called a leader, it's because you are leading and you are leading well. Na hapo ndio Yesu alisema kama wewe sio mwaminifu na madogo, and that's when Jesus said if you are not faithful in small things, hautaaminiwa makubwa. Nobody will trust you with much things. Utashukuriwa. They are never going to go up. Kuna watu wengi tulidisqualify kwa ministry yetu kwa sababu ya kuchelewa peke yake. Most of us have already been disqualified in our ministry because of time keeping. Unapewa ubiri 30 minutes, unataka kuhubiri 1 hour, ati Roho wamesema. Ni Roho wamekuinvite ama ni mimi nimekuinvite? You are given to preach 30 minutes. You take 1 hour and then you are saying to the Holy Spirit who led you, who will call me? It is in the Holy Spirit or it is me. Ni vizuri muelewe, Roho sisi tunajazwa sio kupagawa. Get to know we are filled of the Spirit but not possessed by the Spirit. Watu wale ambao ni wenda wasimu wanapagawa na mapepo, lakini tunajazwa Roho. Na roho ya manabii ina respect manabii. Those who are possessed of the evil spirit, they are possessed by demons, but as we are filled of the Spirit and the Spirit is subject to the prophet. Mnanielewa? Are we together? Why kusema ni Roho amefanya ukosee? Never say it is the Holy Spirit who has made wewe you. hujapagawa, wewe umejazwa. You are not possessed, you are filled. Mwenda wazimu ukimwambia atulie hawezi. The man cannot settle. Ukiambia mwenda wazimu John, tulia. When you tell a mad person to be at ease, he'll never relax. John kashi. Yes, John sit down. John. Na ndio wanafuka kwa nakaba, maana hawezi kujicontrol. That's why some of them are tied with ropes because they cannot control themselves. Wewe umejazwa ama umepagawa? Now you are filled and you are not possessed. Amen. Are we together? Are we together? The Spirit of the Lord always help us, leads us to do the right thing. Roho wa Mungu kila wakati anatuongoza kufanya mambo mazuri. Niwe host. Amen. Unikosee kwa sababu ya roho na mimi bado niko na roho. Kwani hii roho inagongana? Wewe umetoa yako hapo. I am the host, then there is confusion, and where is that spirit came from? Kwa sababu roho moja haiwezi
kupigana. Because one spirit cannot fight. Nasema kuna moja ako na roho ya rebellion. This one of us with a rebellious spirit. Na yeye anafikiria ako na roho wa Bwana. And he thinks he has the spirit of God. Time is very important. Masaa ni ya umuhimu sana. Kama mnataka kwenda nations and nations and nations. If you want to go to nations and nations. Kuna kanisa moja nilihubiri ya Wasugu Virginia. There's one church I preach in Virginia, US. Huyo msugu alinipatia kwanza the first service. This white man gave me the first service. Maana wanajuaga mambo mawili ya Waafrika. They always come prepared. Time na kuwa sio aminifu na pesa. White men know two things about black people. Time keeping and also about money. Wanajuaga hiyo tutaanguka mtihani. They know that area we shall fail. Nikaambiwa nihubiri 20 minutes. I was told to preach for 20 minutes. Nikamaliza 19 minutes. I took 19 minutes. Na nimemaliza injili yote na nimefanya altar call. And I finished and even making altar call. The other year niliporudi America. The following year when I went to America. Akanipatia first service na akanipatia second service. Maana nilishinda ile mtihani ile ya kwanza. He gave me first service as the second because the first test I was good. I overcame. Na nikanisa Wasugu wote ni mimi na my wife na driver tulikuwa weusi. Ni kama maharagwe tatu kwa githeri yote. It was a church full of white people. I and my wife and the driver were only black, and so you can see that picture. Wapendwa, kama unataka kutoka Kadisi na uelekee na huko. Now if you want to come from this location and go to nations, lazima you must keep time. Na uanze hapa. And you start here. Uanze area yako. Start in your location. Jeremiah anaulizwa na Mungu. God is asking Jeremiah. Kama watu wa miguu wamekuchida. If the people of foot overcame. Unajipanga ukibisana na farasi. And now you want to compete with the. Unashika hapa kanambia Jeremiah kuja. God wanted him and told him, Jeremiah come. Kuuliza. I'm asking you. Kama Kadisi imekulemea. If Kadisi has overcome you. Na hapa ni division. Na hapa ni location, sub-location. Utaendaje? Sasa ni kijiji, how will you go to nations? Ati ukibisana na farasi. Horses. Ushida. Walking on foot, you are na ukahema. And you are struggling. Farasi utawezaje? How to overcome those ladies on horses? Sasa umeshindwa na kuhubiria Wakamba, Wakikuyu, Wakisii wala Wakoeria. Utawezanaje na Wahindi wa Kigujarati? Hiyo na pilipili utawezana na hiyo malao? Now you are not able to preach to Kisii, Kambas. How will you be able to preach the Indians, the Gujarati languages? Wasugu kikelezea na huku utawezana naye na hata Kiswahili imekulemea. Unasema ni kugumu. Ikiwa huko ni kugumu, ukae kwenye maana na huko hutaweza. Leo nataka kuambia ukweli. They want with their hard English. Kama washugaji mtasema Kadisi ni kugumu. If you say here Kadisi is hard. Mtawezaje Japani ndani? How will you be able to preach in Japan? Yeah. Wow. Huwezi kuwa Richard hapa ukafanyikie Kirokodano pande hii. You cannot huwezi kuwa mjusi hapa urudi uwe mamba pande ile mwingine. Kwa sababu uko na mkia, utaendelea kuwa Richard hapa. You continue to be a lizard. You cannot change to become a crocodile. Wahubiri wengi nimewakuta wamekwama Amerika. Many preachers they are stuck in America, maybe they are there. Walitoka huko wakiwa lizard, wanaenda kuwa lizard zaidi katika pande nyingine. They came from here lizard, on the other side they went to become big lizards. Anza kujipanga. Time is very important. Start managing yourself about time management. Na kama unaenda mahali asubuhi, if you go somewhere in the morning, kesho unaenda for a very important business, and tomorrow you are going for an appointment, 5 in the morning, and you are going there at 5, unahitaji kufanyaje? What are you supposed to do? Sio tunaamka asubuhi, umeamka 4:30, you are there at waking at 4:30, ndio unaanza kupaka kiatu now you are starting to brush your shoe, ndio unaanza kunyoosha nguo, you start ironing, utachelewa, you will be late. Kama unataka kwenda mahali 5 in the morning, if you want to go somewhere at 5 in the morning, make sure vitu zote zako ziko ready. The previous even make sure everything is set in order. Hey, hallelujah. Amen. And especially wadada. Especially sisters. Wadada. Sisters, wadada. Sana. Unafanyaka saa ingine safari iwe mrefu. Sometimes you complicate your journey. Mzee amekasirikia kuanzia nyumba, gari inaenda mbele inarudi. Na ni wewe hukujipanga. You offend your husband, he is waiting for you there, waiting and waiting. Lazima uweke tu vitu.
You have to arrange yourself. Kama ni earrings uwe na kamkebe yake. Earrings have kamkebe yake. Chain yake. Haya, hii unaweka hapa. Yes. Hii na unaweka hapa. The other one is there. Sio shida ukiuliza wanani leo na earrings nyumba yote. Hakuna mtu hapa sio ulipoteza earrings kwa nyumba yote. Mtu ajue kujipanga. Know how to manage yourself. International na hatuko na mpango. You cannot be international and you are not managing yourself. It's not possible. It's not possible. Ili mkiambiana kwenda. So when you say you are going, ukacurate wewe unajitayarishaga na masaa gapi? I let you know yourself. How long do you take to prepare yourself? Mimi najijua sana. I know myself well. Lazima kwanza ujue how many minutes do you take? Jijue vile unachukua masaa kujitayarisha. Kama unaenda 5, so that if you are going at 5 1 hour and you take 1 hour, lazima uwe umejiandaa saa 9:50. By 3 you should be awake. 1 hour, by 5 uwe stage mahali mnakutana. So that by 5 you are there on stage. Are we together? Are we together? Nawaambia maana mtaashwa na ndege. I'm telling you because one day you start traveling and you may be left by another plane. Are we together? Ujue kujipanga kama unatumia 30 minutes. Know how to manage yourself. Unajua nitaamka 4. No, I'll wake up at 4. For that nimemaliza. For that I'm through. Kutoka hapo unaanza kujiandaa vile utakutana na wengine kwa stage. From there you know how you are going to do the rest. Utachanganya the whole team. If not so, you confuse the whole team. If you are a leader, uanze kukosa watu. You start finding people not following you. Ukikosa watu, and you find people, unaanza kutoka kwa roho za watu. People start removing you out of their hearts. Ule atawachelewesha. That one, ule hana mpango. He's not organized. Unakuwa disqualified. People start disqualifying you. Alikuwa analia sana anasema, and God was crying and saying, sitaki kuwa disqualified. God was saying, I don't want to be disqualified. One time Mungu alinionyesha watu wakiwa na red card. One day God showed me people with a red card. Every time ukipewa red card uko nje ya kiwanja. Every time you're given a red card, you're out of the field. Usiwahi kusema makanisa haiwezi kugrow. Never say your church cannot grow. Usiwahi kusema hauwezi kuwa great person. Never say you cannot be a great person. Hakuna mtu alizaliwa na kilo 50. Nobody was born with 50 kgs. Hakuna mtu alizaliwa na gari. Nobody was born with a car. Hakuna mtu alizaliwa na gorofa. Nobody was born with a kila wamefanya unaweza kufanya. What they have done, you can also do. Lakini lazima kuna formula utatumia. You have to use. Yes, amen. Glory. Tunajua kanisa yangu you know, my church is not growing. It has to grow. Lazima ikue. It must grow. Amen. Kwa nini haitakuwa? Why should it not grow? Mke wangu anielewaki. Kwa nini hueleweki? Your wife does not understand. Why does she understand you? Kama uko na kasoro enda uponye. If you have a problem, go and heal. Mimi sikuwa naelewana na watoto. I never used to get along with my children. Watoto nilikuwa nasikia wanapiga kelele. I could hear them making noise. Umeshawaishi kwa na roho kama hiyo? Getting irritated. Unasikia watoto ni nuisance, watoto ni kelele. Wewe nyamaza, fanya, you know, nikajua kuna roho imeniandama. I knew I'm the problem. Ya kufanya nisielewane na watoto. So that I'm not together with my children. Nilienda kwa magoti nikaomba. I went and knelt and prayed. Pale saa kama kuna watu napenda ni watoto. If there's any people love children, it is me. Na na program ya watoto holiday. I have a program for children every holiday. Wale wengine watakuja. Those will come. Na nafurahia nikiwapeleka pale. I'm happy taking them here and there. Watoto niliomba Mungu anisaidie kuwapenda. Because I pray that I may love children. Na kuwaelewa. And to understand them. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Chinda mambo madogo. Overcome small things. Ukiamuka kitanda, make sure umetandika kitanda. When you're walking, make sure you do your bed well. Pasale kama umeokoka hujakunywa bagi, make sure kitanda umetandika. It is a compulsory because you don't take liquor and banging. Make sure you made your bed after waking up. Hiyo ndio starting point. That is the starting point. Hauwezi kuja kutandika kitanda jioni. No, you cannot make your bed at night. Na hujakunywa bagi ama mali nini ama nini, uko nomo, mtu wa shai lazima kitanda atandike. And you are not taking anything. That is the first step. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Unajua mimi sikuwa natandika kitanda. No, I never used to make my bed. Especially mama kama ameenda ameniasha. Especially when my life was ninawachanisha hivi. I could leave it that way. Siku moja nikajiuliza, sasa mtu akuje siku kama ya leo.
Then one day I said, atajuaje nimeokoka na ule anakunywa bagi? somebody came and asked, Tofauti itakuwa what is the difference? Nikajiombea neema. I prayed for grace. Saa hii Nowadays, hata nawaambia mambo, acha mimi napenda kutandika I kitabu. tell my wife, don't make Neema ilikuja ya kutandika. the grace. Namwambia kama ingia kwa bafu. I tell mom, you go take shower. Mimi, I'll do the rest. Kama niko kwa hoteli, bana naendaga mahoteli. Even when I go to the guest Kama house, niko kwa hoteli, even in the guest house, yangu lazima inyoroshwe. I make sure I do well. I do make my bed. Wala wanawasha wanajua ule amelala hapa. Ni mtu Because even hana pepo. those who are prepared, they can take this is a believer, not a possessed man. Maana utafanya vituko kama mlevi. Why should you do behave like a drunkard? Unaacha machiti chini. You leave some shit Hata down. kama unalipa hoteli. Even if you are paying. Tuseme unalipa hoteli. It is true you are paying. Wale room keepers, wale wana keep rooms, watajuaje nani ameokoka na nani hajaokoka? What difference do they know? The born again and those who are not born again. Are we together? Are we together? Hata ukienda kutembea kwa mtu, even if when you go visiting, unangojea uonyeshwe mahali utakaa. You wait to be shown where to sit. Usiende ukirukaruka viti zote. Don't go jumping on seats. Unaweza ukalia kiti ya mwenye nyumba uleta confusion. You may start on the seat of the owner and bring confusion. Ukienda kwa nyumba ya mtu, kitu ya kwanza ni kusimama. First thing, just stand. Uangalie mkono itakuonyesha wapi. Then look at the hand where you are directed. Hapa kalia hapo. Where you are directed, sit there. Ukikalia kiti ya mzee wa boma, confusion the whole day inashida kwa ile nyumba. If you sit on the seat of the owner of the house, there may be confusion at the house. Ukae mahali uonyeshe kukaa mahali. If you are shown where to sit, usihame. Don't move. Don't shift. Luke 10 Yesu alisema mahali mtaenda msihame hata nyumba. Luke 10 Jesus said where you go, don't keep on moving. Let me tell you, men of God. Servants of God, let me tell you. Hata ukienda kuhostiwa mahali, even when you are going to be hosted, uonyeshe kitanda ni hii. and you are shown this is the bed. Omba neema ya kulala wiki yako mpaka uende nyumbani. Ask for grace to sleep there until you go. Uko na pesa ya kujilipia a better hotel. Don't go and say I have money to let myself a hotel. Mnanielewa? Are we together? Kama mnataka kuwa international, if you want to be international, lazima kuna mambo tutaufakana. there are some things you have to overcome. Yesu alisema mkiwekewa chakula, Luke 10. Jesus said when food is set before you, eat and don't ask questions. Usiwahi kwenda mahali kama leader ama mchungaji ama kiongozi yoyote, upewe chakula uanze maswali. Don't go as a leader, you are given food and ask questions. Problem. If you have health issues, unaweza kuongea na host umwambie ni kwa sababu ya mambo fulani siwezi kutumia hii na hii, lakini usiende kuwa mtu wa kupatia watu stress. You can explain to them why you are not taking that meal, but don't take stress to those people. Are we together? Bwana asifiwe. Mimi nimehost wahubiri wengi wakatukurakishwa. I've hosted a lot of preachers, they have become problem to us. Mtu si ati ako na level ya juu sana na bila anawasukua hamuna amani kwa nyumba. He's not so high, but the way he's behaving, you don't have peace. Ati kwa sababu anaitwa guest speaker. And because he's called guest speaker. Ambia jirani guest na ni wiki moja umetuletea kuhangaika. Guest 1 week and yet you have brought troubles to us. Mahali pote utawahi karibishwa, please be a blessing lakini usiwe a burden. Wherever you are being invited, become a blessing, not a burden. Amen. Tunaelewana? Are we together? Mahali pote, whether Turkana, whether another country, mahali pote utawahi onyeshwa lala hapa, lala na amani ya Mungu. Wherever you go, Turkana, anywhere, wherever you are told to sleep there. Ukule hii, kula hiyo. In this, you just eat. Kama uko na health issue, ongea na host, mwambie hivi na hivi na hivi na itasaidia sana. Usije ule mtu akakuasika. If you have heard this, you just explain so that you may not offend your host. Nimeenda America mara 12. I've gone to US. Most of the years I've been traveling to US. 12 times, almost every year I go to US. Even this year I go to US. Now the first host ule alinihost America 2006. Aliyenikaribisha mara ya kwanza 2006. Hakuna wakati naendaga America na
nisiende kwake. No time I go to America that visit. I Wale don't watu visit him. nimeenda kwa mpaka sasa nasemaga nitaenda hii state na hii state, sitaenda hii na sitaenda hii. Maana wherever I have ever been, I've been a blessing. Because now I choose where to go. Because everywhere I've gone, I've become a blessing. Are we together? Amen. Hii mwaka ninaenda 6 states. This year I'm going to 6 states. Saa ingine naenda 5 states. Sometimes I go 5. Na nina demand nyingi. Na ni kwa sababu gani? And the demand are high. Amerika hakuna house girls. In America there are no house girls. Na kwa sababu hatuna house girls. And because there are no house girls, Nikija nyumba ya Joshua. if he visits me, sitakaa mezani na mama pengine ako kazini, Joshua ndiye anapika, nikojee Joshua nipikie, aoshe vyombo nikiwa guest speaker. I don't sit there on the table. I make everything for him. Tell your neighbor, guest speaker from Kenya. Guest speaker from Kenya. Wewe ukojee mwanaume mwingine aoshe vyombo. You wait for me. I clean plates. Afanye, akupakulie, to cook, then I serve you, then I keep the plate for you. Speaker. Because you are guest speaker from Kenya. Ukikuta kule hakuna msaada. Sasa hii naenda na my wife. At least mama anaenda kunisaidia kuosha. I'm going with my wife. This time she's going to help me clean utensils. Wakati mama sikuwa naenda naye. But when I don't go with my wife, nilikuwa namwambia naosha vyombo, ananiambia wewe. I tell them I'm going to use utensils. Lakini kwangu niko na house girl. But in my house I have a house girl. Kule hawana. But there they don't have. Mahali pote utaenda uone hitaji. Where you go you see a need. Usiende eti wewe ni guest speaker. Don't go say I'm the guest speaker. Wewe enda uchukue hatua ile unahitaji kuchukua. Take a step and do something. Na watakuwa wanasema huyu ni tofauti na wengine. And they'll be saying you are different from other people. Kuna watu wanaendaga once in a mission, they will never go back again. Some people are invited once, they'll never be invited again. Hata interview. Even interview. Ukienda interview jiangalie sana. When you go for an interview, just examine yourself very well. Vile unajipresent. The way you present yourself. Vile unaongea. The way you talk. Vile unaheshimu. The way you respect. Hata ukiambiwa uhubiri, even when you are told to preach, lazima uheshimu host wako. You have to respect your host. Akikwambia unamaliza masaa hii, if he tells you this time, just finish at that time. Afadhali yeye aseme ongeswa. It's better he tell you beyond the time. Sisi tulikuwa mkahawa tunasema shoma. There are those times to kuongezewa chai. Afadhali ya kushomee. It's better he add you time. Lakini sio wewe unajishomea. Si ujiongezee masaa. Mtu wako kwa hoteli anaenda kujipakulia vitu kwa kitchen. Imagine nijiongeze chai. In a hotel you go and add yourself. Uko kanisa ya mwenyewe na umechukua birika, ni wewe unajiongeza ile unataka. You in somebody's church. Utawaitwa tena. You never be invited again. Unasema mashetani imeniingilia. You say now demons are against me. Kila mahali naendaga shetani hufunga milango. Everywhere I go demons close doors for me. Angalia kama ni wewe unafungaga ama ni shetani. Ask your neighbor, is it set yourself? You yourself. Lugha ile unaongea ni gani? The language that you talk, what is the language that you use? Lazima ujue kuongea lugha ya customers. You have to know customer care. Customer care. Yes, customer care. You even get masters. Na wewe hata na masters. You get the PhD. Hiyo hata una hiyo public relation. In public relations. Yeah. Kwa sababu sasa because now unajua kuongea, don't just be speaking. Inaweza kukosa watu. You may offend people. Everywhere utakapoenda ukaribishwe. Wherever you go and you are invited. Mungu akupe. Biblia inasema Colossians, neno linakaa kama liko na chumvi ndani yake. Linaleta ladha. God to give you words full of grace also, that it may have a sweet savor. Kuna mhubiri mmoja alitoka mahali nchi fulani. There's a visitor, a preacher from a visiting nation. Alipokuja kutembea kwa kanisa moja hapa Kenya. When he came to visit in one of the churches here in Kenya, akasema, he said, praise and worship yangu inatoshana na kanisa hii, washirika wote wako pastor. Now he said, now praise and worship team is like this whole congregation. Uniambie kama hujatolewa surade ya gani umekaa uchi. Just imagine that man has undressed you. Now you are naked. Hata kama Mungu amekubariki, even if God has blessed you, usiwahi kwenda kuintimidate watu. Don't intimidate people. Na kama kuna roho leo watu wanatumia, if there's one spirit people is intimidate wengine. If there's spirit of intimidating people. Yes. Unaenda watu wakupigia makoti. You go like people should kneel down at you. Unataka ubebe
ubebwe. You want people to carry you. Niliona wengine kwa social media anabebwa na kiti juu, amebebwa na watu. I saw another guy in social media being carried by people. Yaani tukubebe. Yeah, we want us to carry you. Si utatuchokesha sasa. So we shall be tired of you. Si ujibebe. Why don't you carry yourself? Kuna kanisa moja nahubiri kule Nakuru. This one church I preach in Nakuru. Nilipata hiyo mwanya. I got that opportunity. Kwa sababu kuna mhubiri alikuwa anatoka nchi fulani. Because there was one visitor from another nation. Anaanza kusema nikikuja Kenya. He used to say, when I come to Kenya, nilipie ndege. Will you pay for me a little place? Hoteli fulani mzuri iko Nakuru. I want a better hotel in Nakuru. Na tena kitu kingine akaweka demand ya 100,000 by then. He then placed a demand. 100,000 every time he visits. Nikuje hiyo iwe hapo. Because before I come, everything to be in place. Amezoea kutravel vizuri na hakuwa na complication. He used to travel very well and he was. Wacha aone watu wanampenda. When he saw people loving him. Wacha aone watu wanamkaribisha. When he saw people inviting him. Wacha aone kanisa linasaidika. And he saw the church is being helped. Akajiweka bei. Now he tagged himself a price. Nilipoenda kwa ule bishop. Now when I went to that bishop, akaniuliza unaweza kuja, nikamwambia yeye. He told me, can you come? Bishop said yes. Mimi bei yangu iko chini sana. Now my value is down. Mimi bei yangu inachezeaga kule chini. My value is down there on the ground. Mimi Turkana hakuna mahali siwezi kufika. You send me to Turkana, I'll fit there. Ule bishop akaniambia bishop kuja. That bishop told me come bishop. Akaona nakula na watu. He saw I eat with the people. Bei yangu sio nyingi. My value is down. Mpaka leo nahubiriaga kanisa yake. Even today I still go to preach there. Kugusa bei. Tell your people lower your value. Kugusa value. Come down. Ili tuweze kukubeba. Come down so that we will carry you. Imagine Joshua nibebe kwa mgongo. Imagine I carry bishop on my back. Na ninaenda nikifanya hivi. And then he going swimming. Na nimebeba na Joshua. Na nimebeba. Na ninaenda nikifanya hivi. I is going to that way. Joshua ananiambia msee shuka. People telling me you. Kama unataka nikubebe. If you want me to carry you. Make rahisi. No, make yourself easy. I'll cooperate. Ili tukufikishe kwa barabara. So that we take you to the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tushinde tu mambo tudogo. Let us overcome small things. Lugha. Language. It is very important. The way you speak is very important. Very important. Very important. Nataka usikilize mahubiri yangu tangu kuanza mpaka mwisho. Usikie kama nitakukwasa. Now listen to my preaching from beginning to end and listen whether I'll offend you. Unanielewa? Are we together? Kwa sababu nikikwaza bishop Mungu aninyime hii mwanya, ujue na ninaenda nikiseeka tu milango yangu itaenda ikibana. No, if I offend Bishop Murwa, he doesn't invite me and I'm getting old. Now my opportunity going to preach big places is going to be small. Nataka nikiseeka niende nikipanuka. I want as I grow, my doors to get open. Nikirudi hivi. Not going small and small. Hapo ndio Job 8:7 inasema hata kama mwanzo ni mdogo. Job 8:7 even if you're small beginning. Utakuja kuenda mbali sana. Your end will be bigger and bigger. Afadhali uanze mdogo ukipanuka. It's better start small as you grow. Umepanuka uende ukididimia. Instead of becoming grown and then you become small. Shida mambo yote. Overcome small things. Your wife, whether your wife, your husband, your children, your neighbors, do a correlate now. Know how to relate with them. Usione watu ni wabaya. Don't see people bad. Watu hawajawahi kuwa wazuri. People has never been good. Wewe ndio utakuwa mzuri usaidie watu. It is you to be good to help people to be good. Hapo ndio Yesu alisema nyinyi ni chumvi wa dunia. That's why Jesus said you are the salt of the world. Wewe utaweka ladha mahali hakuna ladha. It is you to bring flavor where there is no flavor. My pastor. Don't say it's my pastor. You know my pastor. It is my pastor. You know my bishop. It's my bishop. The problem. Nani alikuwa na bishop mbaya kama Hana? Who had a worst bishop like Hannah? Hana anaitwa na bishop pastor wake wewe mrefu. Hannah was being called by his pastor, you are a drunkard. Hakutoroka church. She never left from the church. Alijiproof akasema sio mrefu. She just expressed herself, I'm not drunk. Hakuwa anaona pastor wake vizuri. His pastor was not seen properly. Alimuelewa. He understood his pastor. Na huyo pastor Eli ndiye aliombea Hana akapata watoto. The very pastor is the one who prayed for Hannah to get children. He got someone. Wale watu unadharau ukichange attitude. The people you hate, if you change your attitude. You change attitude towards your wife. You change your attitude towards your wife. Towards your pastor. Towards your pastor. You will prosper. You will prosper. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Daudi alikuwa na soul.
David was with Na Saul. Saul anamchezea ili mapepo iondoke And kwa Saul Saul. David could Na see. Saul anamrushia mkuki na hatoroki. And Saul could attack him with a spear and he could never run Na away. Daudi ameheshimu Saul hata wakati alikufa Daudi alilia He sana. lived respecting Saul, and even when he Na died, alikuwa David cried. anamtesa sana. He was a trouble to David. Wacha nikwambie, usikojee good pastors. I want to tell you, there are no good pastors. Change attitude towards your It pastor. is to change towards your pastor. Are we together? Amen. Kwani tumehama kadisi maana kuna matope? Hapana. Si ni kujua kujipanga na matope yetu na tuna survive. Kweli. Mnafikiri si unasikia our man of God has said Kenya we are in a good position in Yes. Africa. Kenya tuko pazuri Afrika. Even in Africa. Even in We are Africa. ranking somewhere. We are number 6 in economy. Lakini Apostle, man of God, Bishop. Kenyans are complaining throughout. Wakenya tunana complain kila wakati. Throughout Kila wakati. our roads. Barabara zetu. Yeah, the other day we had a national meeting in Kasarani. Tulikuwa na mkutano wa national pale Kasarani wa maombi. The national conference. National conference. The man of God from Uganda told us, from Nigeria told us. Mtumishi wa Mungu kutoka Nigeria. Emmanuel Kure. Apostle Emmanuel I Kure. wish if you can give us your president that you don't like, you are praying for him to die. We give us yours. Natamani munipatie rais wetu tuwapatie We wetu. exchange. Pia tubadilishane. You don't know what you know. Yes. You need to know. Unajua mjui kile Na hiyo mjui. ndio roho ya kukaa kijijini iko baya. That's where the spirit of village Nakwambia is bad. ukienda Malawi, I tell you, if you go to Malawi, you go to Zambia, Congo, uende Somali, Somali, ndio utajua Kenya tumebarikiwa. you know Kenya we are blessed. Rwanda, my Rwanda. friend called me this week, Patrick Twagrais, he is a witness. Last year July, Kagame alifunga 10,000 churches. Kagame alifunga makanisa 10,000. Na Bereni alikuwa amefunga zingine 10,000. Even there before my pastor, I was to go to Rwanda last year. Nilikuwa nenda Rwanda last year. Sasa ule pastor akaniambia huwezi kuja, church yetu imefungwa. Kwa nini? Our church is closed. Kuna fire extinguisher moja. We have only one fire. Akaambiwa angekuwa na bili. Maana kanisa ni kubwa. Because the church is big. Na kadasti bin ile tunaitaka kadasti bin ya kuweka takataka. Dustbin. Ati ni moja, ni kadogo. It is small. Akanunua the same day. She bought the same day. Alikuwa ananiambia this week, now tuko miezi 9, makanisa yangu 20 haijafunguliwa. Now he was counting 9 months. His churches, 20 churches are already closed. Wewe unapiga kelele na hakuna mtu ametuuliza hii seminar. You are complaining and nobody has asked us about this seminar. Tukiweka upendea pale watu wanakuja. If you want to go to preach outside, people are Kenya ni coming. baya, Kenya ni baya. Mungu tutume Amerika. We are saying bad, Kenya is bad. If you go to America, kama mresido na Ruto, Trump mtamweza. if God is hard for you, how about you do Trump? Na hatujui kama Trump anakunywaga kitu kwa sababu Trump mtamweza. Will you be able to cope with Trump? Kuna mama moja, This one mother, alikasirika sana ni bwana yake. she was very offended by his husband. Akatorokea kwa mama mwingine. She went to another lady. Akamwambia kwangu kumeharibika sana. She told her, now my house is My bad. husband yako hivi yako hivi. My husband is this and that way. Akamwambia usijali. She told her, don't mind. Utalala huko. You sleep here. Usijali. Don't you mind? Sasa bwana huyu naye akakuja akiwa mrefu. Now the husband of this lady came while drunk. Akakalia mama. She sat on their wife. Akawekwa fida hapa. Akafungwa fida hapa. Akaanza kupewa chakula. Started giving food. Mwingine akiangalia. This other lady looking at this woman. Kipapasuka 5 walikuwa wamerudi kwake. Before it was gone, she had gone back to her place. Ni vile utakuja kwetu. Ni vile utakuja kwetu. Ni vile utaenda Malawi. Ni vile utaenda Malawi. Jirani, shukuru tu. Be thankful, be thankful. Ati ukienda hivi, if you go this way, ukienda Lugari saa 5 ya usiku uko sawa. If you go at night, you are okay. Nilienda kuhubiri Githurai hapa Githurai. The other day I went to preach to Githurai. Gari
gari nilikuta imeibiwa vitu zingine na iko kwa supermarket. I left the car there, it was Nimeingia hapo juu ya supermarket, kuna horo ninahubiri. Up there in the supermarket. Revival. Coming from revival. Nilikuwa na gari nyingine. I had another car. Nimeng'olewa vitu, nilitumia 6,000 kununua simu. It was already vandalized. Wheel cap tuko hapo. Some things were stolen. Ukiasha gari anywhere. If you leave the car going anywhere. Logai. Dump your car anywhere and go anywhere. Wacha gari uende popote. You will find it safe. Utakuta ikiwa salama. Ikiwa sawa. Dora. Kariobangi. Na watu. Na wewe unasema kwenyu ni kubaya Kadisi. And you say Kadisi is not good. Watu wa Kadisi. Lazima muwe na mega churches. We have to have mega churches. Lazima leaders kanisa grow. Jesus, the mega lazima ikue. You are in a better place. Mimi mko pale pazuri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Number 2. Ya pili. Being a blessing. Kuwa wa baraka. Usiwe mzigo. Never become a burden. Acts chapter 20. Acts 20. I want to share briefly. Sasa hiyo imekuwa kubwa ya mambo madogo. Now I shared much about small things. Now I want to share about this. In the book of Acts chapter 20. In Acts chapter 20. Nataka kuongea mambo ya kuwa a blessing. I want to talk about becoming a blessing. Acts chapter 20. Acts 20. Before Paul left to Rome. Kabla Paulo ajenda Warumi. Na alikuwa aende na asirudi. He was to go and not to come back. Akawaambia maneno haya. He told them these words, verse 33. I have coveted no one's silver or gold or pearl. Sikutamani dhahabu ya mtu yeyote, hata lulu ama nguo. Yes, you yourself know that these hands have provided for my necessity and for those who were with me. Ila nyinyi mlijua hii mikono yangu ilikirimia mahitaji yangu na wale niliokuwa na wao. I have shown you in every way. Nimeonyesha kwa njia yote. By laboring like this. Kufanya kazi. That you must support the weak. Ya kwamba msaidie wadhaifu wanyonge. And remember the words of the Lord Jesus. Na mkakumbuka maneno ya Bwana Yesu Kristo. Said. Na usema. It is more blessed to give than to receive. Amebarikiwa anayepeana kuliko anayepokea. Hallelujah. Hallelujah. Paul akasema maneno haya. Paul said this one. Sijawahi tamani kitu ya mtu. I've never coveted anyone's thing. Dhahabu, whether money, silver or pearl. Then he said, mikono yangu imefanya kazi kwa bidii. My hands have labored diligently. Iweze kunisaidia mimi. So that it will help me. Na kusaidia wale niko nao. And even with those that I'm with. I've shown you in every way. Nimeonyesha kwa njia yote. By laboring like this. Nikifanya kazi hivi. The word laboring. Kazi kufanya kazi. Is different from the word working. Ni tofauti na kufanya kazi. Akasema nimereba. Nimetia juhudi. Jina reba unaweza kuisikia kwa wafanyikazi wa machamba, wale wanaitwa marebaras. Yaani hiyo kibarua. Ni kwa watu wanafanya kibarua. Hawana kazi ile wanafanya, wanakamua, wanapeleka maziwa, wanaosha gari, wanaitwa rebaras. Hawana masaa ya ziada, wanafanya kazi zaidi. Lakini sisi wengine ambao tunafanya kwa ofisi tunaambiwa workers. Those who work in the office we are called workers. Maana ukifika 5 unatoka. Because at 5 you're already out of the office. Hana time. Lakini mtu akibarua hana wakati. Hana order. No mpango. Na Paulo anasema, waonyesha kwa njia zote. That I showed in every way. Kwa kufanya kazi in laboring. By laboring, kwa kufanya kazi. Ili muweze kusupport hata wale wanyonge. Ili muweze kusaidia hata wale wanyonge. Kumbuka maneno ya Bwana Yesu. Remembering the words of Jesus Christ. Aliyesema, what he saying? Ni heri kubariki, ni heri kutoa kuliko kupokea. Blessed those who is blessed to give than to receive. Ni vizuri tuondoe mentality ya Kiafrika ya kupokea. Let us remove the mentality ya kwamba I want to receive every time. We have a great challenge. Tuna challenge kubwa. Ukiona mtu unafikiria atakupatia nini? When you see somebody you are expecting something from them. Na hiyo imetufanya tuwe maskini. And that has made us poor. Wacha tubadilishe hapa. Let us change our mind. Man of God Henry. 1994. When Bishop Herman Santam came to Kenya. When Bishop Herman Kenya. They had started coming together with the Dr. Nawagaba. Walianza kuja na Dr. They brought revival in our town here. Walileta ufufuo hapa Rongai.
Bishop Hammond sometime 1994 taught us about giving. Bishop Hammond alifundisha kuhusu kutoa 1994. And from 1994 na kutokea 1994 I changed my mind. Nikabadilisha mawazo yangu. Actually I owe Uganda a lot. Hakika nina deni ya Uganda. Through the seed of Uganda. Nikupitia mbegu ya Uganda. Transformed my mind. Ilibadilisha mawazo yangu. I was a Presbyterian. Nilikuwa mtu wa PCA. Na nilikuwa nang'ang'ana. I have done a washman. Nimekuwa mchungaji. Milked people's cows in the farms. Nilikuwa nakamua ng'ombe za watu. People's farms. Na mashamba kulima. Those job jobs. Nikifanya hizo kazi chini chini. Until 1994. Mpaka mwaka 94. When he taught us about giving. Mhubiri alipotufundisha kuhusu kutoa. I changed my mind. Nilibadilisha mawazo yangu. About giving. Kuhusu kutoa. And let me tell you today. Na wacha nikwambie leo. If only you can change attitude towards giving. Kama utabadilisha mawazo yako kuelekea kutoa, utakuwa bilionea. You will become a millionaire. Utakuwa milionea. Every time you see people around you. Ukiona watu wanaokuzunguka. You think of what you can give to them. Angalia utawapatia nini? Give to you. Si kile watakupatia. That's why Jesus was saying. Ndipo Yesu alikuwa anasema, by laboring like this, kwa kufanya kazi kwa namna hii, you must support the weak. Lakini lazima usaidie wanyonge. Kila wakati you think about being a blessing to others. Unafikiria vile utakuwa baraka kwa wengine. Not allowing others to, you think about who will help me. Si kuangalia nani atanisaidia. You know, to your surprise, Kenya we are blessed. Kwa kuwashangaza Kenya tumebarikiwa. Uganda tumebarikiwa. There is matoke, there is everything. Kuna matoke, kuna kila kitu. But our weathers are good. Hata anga yetu ni nzuri. It's all season you can walk. Ni majira yote tunafanya kazi. Marekani from November. Kuanzia Novemba mwezi wa 11. It start now becoming cold until April. Inaanza kuwa baridi mpaka mwezi wa 4. Now this month is when they are experiencing rain in some states. Sasa mwezi huu wanaanza kupokea mvua. But from November, lakini kuanzia mwezi wa 11 until April, mpaka mwezi wa 4 they are indoors. Wamekaa tu nyumbani. In Kenya we can move anytime. Tena unatembea kila wakati. And we are poor throughout. Na sisi maskini kila wakati. We beg America and they are indoors. There is snow and we wait for America to help us. Tunawaomba na wamekaa nyumbani na tunangojea tusaidie. Na nusu ya mwaka they are not growing anything. Hakuna kitu wanapanda Because of the winter. Kwa ajili ya baridi. And in the 6 months American will farm. Na kwa miezi 6 watafanya nations like Ukraine and other places. Mataifa mengine kama Ukraine tunanyoosha mkono. Children. Liswa. I tell you, you don't know how they admire our nation. Naambia wanatamani taifa letu. All through the year you can walk, you can move. Miaka yote there is no time you will be closed inside. Hakuna siku tumewekwa nyumbani. You can throw anything. Unaweza pata chochote. But we are beggars number 1. Lakini tunaomba namba 1. Even Kenya now. Hata sasa Kenya. Our president, even Uganda, everywhere, they look for sponsors. Hata Uganda wanaenda kutafuta kusaidiwa. Donors. Watu wa kuwasaidia. And Kenya is a wealthy nation. Uganda is a wealthy nation. Taifa hili Uganda it lays, I think 300 days per year. Uganda kunanyesha kama mara 300 ama zaidi. There is rain. Kuna mvua. Kenya, we have half of Kenya is married, but the rest of Kenya it is blessed. Nusu ya Kenya ni kama kuna kambi. We are the poorest. Sisi ndio maskini. Hapana. Abia jirani tutolewe simiti. Abia jirani kwa the cement. Uji. Kuna simiti ilikongwa hapa ing'olewe. There is a concrete in our brain. It has to be removed. Wacha tukubali kutajirika. Let us agree to be rich. Kama ni mdomo inakukosea unafukuza customer, ponya kwa maombi. If you have broken communication with your mouth, ask God to help you. Amen. Maandiko inasema Genesis 12. Genesis 12, the Bible says. Mungu akamwambia Abraham. God told Abraham. Toka kwa watu wenu. Come from your people. Toka kwa mawazo ya Ukikuyu, Ukabaa na dini ya Wakisii. Toka kwa hiyo mawazo. Come from the mentality of your tribe Kismen. Akamwambia enda mahali nitakuonyesha. And go to a place I will show you. Akamwambia nitakufanya
nitakufanya taifa He kubwa. told me, I'm going to make you a nation, a great nation. Nitakufanya jina lako liwe kuu. I'm going to make your name great. Nitakubariki. I will bless you. Nawe utakuwa wa baraka. And you become a blessing. Mungu awabariki. May God bless you. Mpaka muwe a blessing. Until you become a blessing. Yani ninaomba sana. I'm praying. Naomba na Mungu atanisikia. I'm honestly praying that God is going to hear me. Billionaire. I'll become a billionaire. Yani nisaidie watu. So that I may help people. Mimi nakula sahani moja. I eat only one thing. Hata siwezi kumaliza sahani mbili. Even two I'm not able. Nalala kitanda moja. I sleep on one bed. Aniwekee mabilioni. May God put billions on my hands. Nikienda nikute pastor hana gari na mnunulia. I meet a person that I buy for them. You know, one time I was in Barara. Siku moja nilikuwa Barara. You know, Willie Tumwine. Yeah. Yes. Yeah. That man, I treasure him. Huyo mtu namdhamini. So, they started coming to Kenya with the team of Noagaba. Walianza kuja Kenya hapa leo timu ya Noagaba. Sasa wakati tulienda Barara, when we went to Uganda Barara, amenunua mabaiskeli za kusaidia wale wachungaji wana huko ndani. He bought bicycle to help those pastors in interior. Moja ilikuwa inatoka pesa kidogo kama around 10,000. And one bicycle was about 10,000. The good bicycles. Unajua bicycle nzuri. He always have the conferences. Kila wakati akona zile washa. He was having a conference every February, but I've stayed without going to Barara. Alikuwa na mikutano hiyo, nimekaa kabla sijaenda. I saw him giving bicycles to the pastors. Niliona akiwapatia mabaiskeli. Which is costing around 15,000 in Kenya. Ambao ni kama 15,000 hapa Kenya. Pastor could cry. Wachungaji walikuwa wanalia. Because now he has gotten the easiness of preaching. Maana sasa amepata urahisi wa kuhubiri. Baiskeli tu. Si Mungu atufanye mabilionea. Si Mungu atufanye bilionea. Si Mungu atubariki. May God bless us. Yani tuwe a blessing. That will become a blessing. You know, unaenda mahali unakuta pastor kile amekosa ni instrument. You go find a pastor, what is lacking is instrument. Unafanyia shopping ya 400,000. You buy for him 400,000 instruments. Injili kienda mbele. And the gospel continue. Unasikia wengine wanahitaji nyumba tu kidogo tu renovation. Someone their houses to be renovated. Unakuwa solution giver. You become a solution giver. Wewe mawazo ya kujipenda. That ego. Mungu tubariki tuwe a blessing. Tell God to bless me to become a blessing. Hallelujah. Hallelujah. Mungu alimwambia Abraham, God told Abraham, I shall bless you. nitakubariki. And you shall be a blessing. Wewe utakuwa baraka. May God make us a blessing. Na Mungu afanye kuwa baraka. Usiweke mikutano. Don't have 5 chicken. Ongeza sifike 50. Make sure they are 50. Ili upate moja ya kubariki pastor. So that you may have one to bless a pastor. Kubariki another pastor. You may be blessed to bless another pastor. May God prosper you. May Mungu afanikishe. May we change our mentality. Kubadilisha nia yetu. There is something you can do. Kama kuna kitu unafanya. Do you know I started supporting churches even when I was an evangelist? Unajua nianza kusaidia makanisa hata kwa mwinjilisti. I remember we started going to Tanzania. Na tulianza kwenda Tanzania. I bought the benches. With another lady we went together. Nitununua mafomu. We bought 6 benches. Tununua benches 6. We have bought many things. Tumenunua vitu mingi. With the little coins we could save in our pocket. Kwa zile hela tungeweka kidogo. What am I telling you? Nawaambia nini? Let's change our mentality. Tubadilisheni nia zetu. May you be blessed to be a blessing. Hebu barikiwe kwa May you baraka. care for others. Hebu jali wengine. Paul was telling the people of in the book of Acts. Paulo alikuwa anaambia watu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. I've shown you in this. Nimeonyesha hii. Like this. Inatakana hivi. That you ought to be a blessing. Ya kwamba iwapasa kuwa wa baraka. You help the weak. Na musaidie I dhaifu. worked hard with my hand. Nimefanya bidii kwa mikono yangu. To supply for my need and others. Kutana mahitaji yangu na wengine. Mungu atusaidie wapendwa. May God help us You here. think beyond the box. Tufikirie zaidi. Outside the box. Outside the box. Think about others. Fikiria kuhusu wengine. Every great hero in the whole world. Kila shujaa duniani. There is those who gave out. Ni ambao walijiopeana. You remember Tabitha in the Bible? Nakumbuka Tabitha kwa You Biblia. remember people like David? Nakumbuka Daudi. David had 400 men. Alikuwa na watu 400. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. And they were full of debts. Na walikuwa na madeni. Discontented. Walikuwa He hawajatosheka. stood with them. Alisimama na wao. Jephthah, Judges chapter 11. Sasa Jephthah had wanderers around him. alikuwa na watu wanaomzunguka tu. We call them Ophir. What Ophir? Wengine wanaitwa He ovyo. stood with them and they became a mighty army. Alisimama na wao mpaka kwa jeshi kubwa. Look at people like Mandela. Angalia mtu kama They Mandela. could support Soweto. Angesaidia Soweto. Look at people like Diana.
Angalia Diana, the one who was the former wife of Prince Charles. Ambaye alikuwa ni mke wa Prince Charles. She helped people in Sierra Leone and other places. Alisaidia watu Sierra Leone na kwingine kwingi. These people who are generous. Watu ambao ni wakarimu. They will never be forgotten. Hawatasahaulika. As long as you are generous, you will never be forgotten. Hautasahaulika. Many people they usually think that I am very powerful. Watu wengine wanafikiria mimi niko na nguvu sana. But I'm generous. Lakini mimi ni mkarimu. Yeah, I will share with you the little I have. Nitashiriki na wewe kile niko nacho. When there is 100 bob, hata kama ni 100, I will share it. Tutashiriki pamoja. You know why? Unajua kwa nini? I will never eat 10 plates. Siwezi kula sahani 10. Siwezi kula sahani 10 za chakula. You cannot wear 10 suits. Huwezi vaa suti 10. Have a heart of breaking to me. Kuwa na moyo wa kupenda. Shiriki. Jesus took the bread. Yesu akachukua mkate. Blessed it and broke it. Akaubariki akaumega. Shared with the people. Na akashirikisha watu. This is my body I give unto you. Huu ni mwili wangu nawapea. And since the time he landed on this earth. Na tangia alipokuja hapa duniani. When he started the ministry. Alipoanza huduma. He started giving them the wine. Alianza kuwapatia in the wedding. That was the first miracle. Kwa ile wedding ya Kana. John chapter 6 he gave them bread. Yohana 6 akawapatia mkate. Bread. Mkate kutoka hapo. And that's why the church of Jesus was spreading. Ndipo sasa kanisa ilikuwa inaenea. More than the church of Pharisees. Kuliko kanisa ya Wafarisayo. Haya. Ilikuwa na mikate. Yesu ilikuwa na mikate. Na walikula paka kanisa la Yohana likakuja kusema hawa watu wa kanisa yako hawafungi. Hamjawahi sikia complaint hiyo? Jesus church was eating until the church of John was complaining. Lingine likija kusomea kanisa la Muru halifungi, wamewafuata. Januari wanakula ugali tu. Every time they are eating. They are eating. Wakamwambia Yesu tuko na shida. They told Jesus you have a problem. Wengine wakienda Katroni na Heaven's Gate Januari watu wako na nyama choma pale wote. When the people are going for prayers, you Jesus, your team you are going eating nyama choma. Yesu akamwambia bwana harusi akiwa area. Jesus told them when the bridegroom is around, they cannot fast. Hakusema hapana. They never said no. Kwa hivyo walikuwa wanakula. So they were eating. Hata wakati Yesu anaenda kukufa the last supper. Even the last supper. Imagine unaenda kukufa leo na bado unaasha umewachijia ni samaki wamekula. Imagine aliposelect John 21. Even when he selected John 21. Anawapatia nyama choma. Again he giving them roasted meat. Anawapatia mouse he giving them bread. Kama giving ni baya. If giving is bad. Kwa nini Yesu alisukulia hivyo? Why did Jesus emphasize on giving? Patia watu mikate. Give people bread. Hata Yesu aliuliza Peter. Even Jesus asked Peter, unanipenda? Do you love me? Yes, nakupenda. Yes, I love you. Angalia kondoo sana. Feed my flock. Peter akafikiria amemaliziwa. Peter was not through. Peter, unanipenda? Peter, you love me. Wapatie kitu ya kukula. Feed my flock. Give them something to eat. Do you love Jesus? Unampenda Yesu? Feed his people. Mlisha watu wake. Na sio neno tu. Not only the word. Sio neno tu. Not only the word. Na sio neno tu. Not the word alone. Ule wa kupewa kitu apewe kitu. The one can be given something, give them something to eat. One notorious bishop somewhere in America. Bishop mmoja kichwa ngumu kule Marekani. Alisema, he said, yeye hawezi kukupatia ya kiroho na kukupatia ya kimwili. He cannot give you the spiritual and give you the material. Yesu alipeana ya kiroho na ya kimwili. Jesus gave the spiritual and material. Jesus was a speaker and also a sponsor. Yesu alinena na pia alikirimia watu. May God make us a speaker and a sponsor. Na Mungu atufanye wahubiri na wanaopeana. The third thing. Jambo la tatu. The third thing. Jambo la tatu. Is about serving God in our weaknesses. Kutumikia Mungu katika udhaifu wetu. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Wakorintho wa pili 12:7-9. Paulo alikuwa na mwiba kwa mwili wake. And he pleaded with God 3 different times. Na akamsihi Mungu mara 3. We don't know whether it is 21 days or what. Sisi kama siku 21 ama zaidi. Or 40 days. Ama siku 40. But the Bible says. Lakini Biblia inasema 3 times I went before the Lord and prayed mbele ya Mungu. That God may remove this thorn from the flesh. Ya kwamba Mungu anitolee huu mwiba kwa mwili. The messenger of Satan that was befatting me. Mtumishi wa shetani alikuwa ananisumbua. But God told him. Lakini Mungu akamwambia, my grace is sufficient. Neema yangu inakutosha. I want you to change your mentality. Ningependa ubadilishe mtazamo wako. Don't think because you are anointed you cannot suffer.
Usifikirie kwamba umetiwa mafuta huwezi teseka. Let's go back to the Bible. Sasa turudi kwa Biblia. The Bible. Biblia. After Cain and Abel were the sons of Adam and Eve. Cain na Abel walikuwa watoto wa Adam na Eve. And Cain killed his brother. Cain akaua ndugu yake Abel. The first family. Familia ya kwanza. There was death. Kulikuwa na mauti. Look at Abraham. Angalia Abraham. Another man we can refer. Mtu mwingine tunaweza angalia. He was also barren. Alikuwa na utasa. Even when God promised him he will have child. Hata wakati Mungu alimwambia watoto. Another 25 years. Alikaa miaka mingine 15. Na unabii umeachiliwa. Hebu angalia Isaac the son. Look at Isaac the son. Akona na barren. Again utasa. During Abraham there was famine. Siku ya Abraham kulikuwa na kiangazi. During Isaac there was a famine. Siku ya Isaka kukawa na kiangazi. Look at Moses the man of God. Angalia Musa mtumishi wa Mungu. The humblest servant of God. Mtumishi mnyenyekevu. But stammered. Lakini kigugumizi. Look at Gideon. Angalia Gideoni. Mighty man of valor. Mkuu wa nguvu. But yet the least of the tribe. Lakini mdogo kwa kabila lao. A lot of challenges. Alikuwa na changamoto nyingi. What am I trying to tell you? Nataka kuambia nini? Don't think because you are a pastor, you are a bishop, diseases cannot come to your house. Kwa sababu wewe ni bishop, askofu. Death cannot come to your house. Kifo kiwezi kuja kwa nyumba yako. Hallelujah. Hallelujah. Don't think because you are a leader, you cannot go without food. Usifikie sababu ni kiongozi unaweza enda bila chakula. Haya ni mambo ya kawaida. These are normal things. Are we together, church? Moja kanisa. Kwa hivyo usiwahi kusema Mungu, don't let's say God, sitatoa fungu la 10 tena. I'll not be giving 12% because sababu shida imekuja. Hii shida imekuja. Mimi sitakutumikia tena. I'll serve you again. Usiwahi kugomea Mungu. Never go on strike. Aliambiwa na Mungu, Paul was told of God, my grace, neema yangu is sufficient for you. Inakutosha. For my power, maana nguvu zangu made manifest zinadhihirishwa in the weakness. Kwa udhaifu. Amen. Amen. Leo nasa kutrain a millionaire. Today I can train a millionaire. Kwa sababu nimefanya vibarua. Because I've worked as a laborer. Nilianzishwa mshahara wa 800 ya Kenya. My salary was 800. 1991. Nimelelewa kwa shida. Then I've been brought up with challenges. The grace of God, neema ya Mungu inatembeaka na mtu. It works with somebody. Kama wewe uko unakunywa dawa haukufi. Even if when you take medication, you don't die. Unalalamika na haukufi. You are complaining and you're not dying. Ama mjui kuna mtu aliumwa na kichwa kama wewe na akakufa. Or you don't know somebody head of snake. Mtu akaanguka kama hapa akaenda. Somebody fell and died. Wewe umeanguka mara ngapi na huendi mahali? How many times have you fallen and have not gone anywhere? Umeumwa na kichwa mara ngapi? How many have you had headache? Wako hakuna chakula mzuri lakini unanona. Kwani you don't have good food and then you are getting fat. Si watu wanakulaga wanone, ukinona kuna shida hata kama hukuli. When you get fat and you're eating, is there any problem? Hata Mungu naona sina lotion na unameremeta. You see God don't have lotion and then you are shining. Ukija uone ile mafuta najipakaga. If you come see the oil I use, ni rahisi sana. It's very cheap. Na unaweza kufikiria natumia ile ya niliona kule Egypt. Yeah, allowed 800,000 kashupa kamuti. You could think I'm using that for 800,000 for Egypt. Glory ya Mungu imekuja. Utukufu wa Mungu umenijaa. It's not about the lotion you apply. Si kuhusu ile mafuta kipaka. It's not about the bed you sleep. Ama ile kitanda unalala. Alafu unaambia watu nimeota mbingu imefunguka. And then you tell people I've seen open heavens. Kufuata kwa kitanda unashida uliotea wapi? When people look at you, wonder which bed. The grace of God is sufficient. Lakini neema ya Mungu inatosha. Leo nimekuja kusema ya kwamba it's not about your bed. It's not about the food you are eating. It's not about the lotion you apply. It's not about the kind of the food. The grace of God is sufficient. Neema ya Mungu inatosha. Hallelujah. Hallelujah. Sisi tulikuwa tunajipaka hata mafuta ya kupika. We used to use cooking oil. Unaigiza hivi unafanya hivi. You used to cooking oil. Unaroga injili. And you preach. Kwani utanuka mafuta? Watu wanajua ni kibo. No. Sisi ndiye tunajitoa ni changa. You are the one who exposes yourself. Tunaambia watu Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Vile mnaniona. As you see me, shida imenigonga pande hii. The problem has hit me this side and this side. Mashida imekuwa kwangu. The problem that I've been going through. Wanaangalia ni nani akona mashida amenona. Then people look at the one with problem and that is fat. They wonder.
Hapo jirani, grace is sufficient. Mwambie jirani yako neema inakutosha. Wacha maneno mengi. Stop. Hata kama wallet haina kitu, hubiri kama imejaa. Even if you don't have anything in your wallet, we don't walk by money, we walk by faith. Hatutembei kwa pesa, tutembea kwa imani. Wenye haki wanaishi kwa imani. Just shall live by faith. Hey! Yes. Sikiliza. Listen. Unaanza mgonjwa kwa nyumba ukienda mission. You live as sick as you go for the mission. Nilikuwa nashika my wife hivi mkono. Many times I used to get hold of the hand of my wife. Nikienda mission 90s. I would tell God as I go out for mission. 90s. In 1990s. Nilikuwa namchika naambia Mungu nikienda mission wewe ukuje. I was telling God, when I go out, you come. Hakuna kitu naashia familia. I never left anything to my family. Na saa hii. And today. Grace iko tu huyo Mungu tu alisustain my family. The grace is there. Sasa tunaishi. Even today we are still alive. Usiwahi kuweka excuse. Never give excuses. Why you are not going for a mission? Why you are not going for a mission? Why you are not serving God? Why you are not serving God? Mimi nikipata vyombo powerful. If I get good instruments, nitaanza crusade. I'll start crusade. Anza na mdomo. Start preaching using your mouth. Ati Mungu, wakati nitasikia power ikihuruma. When I shall feel power. Nitaita meeting niwekelee watu mikono. I call for meeting and lay my hands on people. We go by feelings, we go by faith. Usiende kwa hisia, tunaenda kwa imani. Many times nimehubiri nikisikia sina kitu. Many times I've preached feeling empty. Ambia jirani, hatuhitaji kitu yako, tunahitaji ya Mungu. We don't need anything from you, we need something from God. Sasa unaenda ukisema sisikii kama niko na kitu. You say I don't feel like I have anything. Hatutaki kitu yako, tunataka ya Mungu. We don't want to break, we want that from God. Nikisimama nasikia Mungu ametembea. But when I stand I feel God on me. You are feeling weak is when you are very strong. Wakati ukisema dhaifu uko na nguvu. Ita watu wakule ugali kwako. Tell people to come and eat ugali in your house. Lazima uwe na nyama umechinja mabusi. It's not a must you have slaughtered. Nunua nyama kilo 2 tengenezea watu wa. Buy 2 kgs of meat. Prepare people to eat. Sasa tumeua kitu inaitwa fellowship. Now we have killed fellowship. Mtu anaenda kwa wengine anaangalia vile wanakaa. We go to other people's homes, we see and then we say, I cannot call these people until God lift me up. Kuna siku tuliita Fred wetu wakatuambia watakuja kututembelea. One time we called our friend, they told us they are going to visit with us. Let me finish with that story. I will finish with that story. That was allowed in 1993. It was allowed 1993. My wife was living in the village. Mke wake anaishi. Could visit me within a certain season. Akanitembelea kwa muda fulani. Sasa mama akawa anakuja. Now when the wife came. Sasa wageni wakaniambia wale tulikuwa tunaomba na tutakuja kusalamia mama. First we were praying together, they told me we shall come to greet your wife. Na nilikuwa na vikombe ya plastic. I had plastic cups. Kwa sababu ukisikia mshahara wa 800 900. When you hear 800 900. Which shopping will you do with that money? Sasa mama kaenda kwa jirani kuomba vikombe. My wife went to neighbors and borrowed some cups. Na amebeba mpaka tray. Even with a tray. Akija hivi kwa kona, mahali alikuwa anapiga kona sikagongwa na kona ya nyumba. As she was negotiating, zote zikafujika. She was hit and then she fell. Everything got broken. Sasa hajarudi kuomba zingine. Now she could not have gone back and borrowed. Sasa wageni walipokuja aliwaekea kwa plastic. Now when the visitor came, she served them on plastic cups. Plastic haipoeshagi sai 24 hours. And you know, plastic they don't cool the tea. Wageni wanakunywa chai moto. The visitor could take hot tea. Mtu Mungu alikuwa ananenea. So but there the somebody God was speaking to. Huyo ndugu alikuwa Axelia. This brother was from Axelia. Unaona zile vikombe za mwinjilisti ziko. God was telling me, you see there, this cup the look at. Mwinjilisti vile anateseka. You see there the evangelist here trouble. Fanya kitu. Do something. Kumbe wakati unafikiria uko na shida, hapo ndio power ya Mungu inadhihirishwa. So when you think there is problem, that's where the power of God wants to manifest. Hallelujah. Sasa the following week. Now the following week. Tuliona ule jamaa moja alikuwa amebarikiwa amebeba masahani. We saw that brother coming with plates. Good plates and good cups. Dozens. Na kutoka pale maisha yako yangu ikachange. And from there my life changed. Wapatie kile uko nacho. Give them what you have. Na ndio Yesu aliambia akina Philip, wapeni kile mko nacho. And that's what Jesus told Philip. Give them what you have. Wapendwa wote
you have is enough. What you have is enough. Kile unacho kinatosha. Wewe milango kwa ushirika. Open doors for fellowship. Ukienda mahali nunulia mtu kitu. If you go somewhere, buy something for that person. Nilikuwa naingia kwa matatu na angalia nani ataingia nilipia. Mimi nani roho ishidwe. I used to enter to a matatu looking who will pay for me. Sasa ukiingia mahali angalia nani utalipia. Now when you enter somewhere, look who you can pay for. Kununua nyama uone mtu tanunulia kakuota, ongeza yeye kakuota. If you go buy meat, 1 kilo anakula kuota. look for somebody who can buy meat. May God make you a blessing. Hebu Mungu afanye kuwa baraka. Let nothing stop us from preaching the gospel. Hebu chochote kisituzuie kuhubiri. Because when I am Maana weak, nikiwa mdhaifu, then I am strong. basi mimi mwenye nguvu. Listen, Sikiliza, even today, hata leo, there is many times I usually drive my cars towards where I'm going. And kuna I wakati don't mwingine have naendesha enough gari. fuel. I don't have enough fuel. Mahali na sina mafuta ya kutosha. I just drive. Mimi naendesha tu. I just drive. Naendesha tu. Telling God, you know I don't have enough fuel. Unajua Mungu sina mafuta ya But kutosha. I must go. Lakini lazima niende. I must go. Lazima niende. One day I was in Kiserian. That was it last year. Siku moja nilikuwa Kiserian, nafikiri mwaka uliopita. Last year but Au mwaka huo mwingine. I told the driver we were with him. Nikamwambia driver tulikuwa na yeye. Hizi gari hapa tukunywe hii 1000 ya kutoa Rongai. Let's get here to petrol station and I don't know where we were going. And I knew where we were going. Many kilometers. Kilomita mingi. I think we were going to Murang'a. Nafikiri tulikuwa tunaenda Murang'a. Sasa nikamwambia hii gari moja itutoe Rongai. Mahali tayari kusimamia isimamie. I told him this 1000 when it will stop, we stop there. You know, gari kienda kupiduka ingie petrol station. You know, as we were negotiating, Nikaona 5000, nikasikia simu imelia. Kuangalia 5000. when I look at my phone, I saw 5,000. Kuangalia nikaambia huyu weka 6000. I told this person now put 6,000. Ule brother akaniuliza, kwani kuna mtu uliambia unaenda mission? The person asked me, you know somebody who went on mission? Na unaongeleshwa na Mungu, hatujaongea kwa muda mrefu. And the one who was God talked to me. For we walk by faith, we walk by sight. Sio kwa kuona. Let's not go by feelings. Tusiende kwa hisia. Let's march on like a soldier. The gospel must be preached. Injili lazima ihubiriwe. Whether there is money or there is no money. Hakuna pesa. I have come to stir you up. Nimekuja kwa koroga. It is not the time to wait for a good time. Sio wakati wa kungojea wakati mzuri. It is the time to soldier on. Ni wakati wa kusonga mbele. Na neno itaendelea another time. Amen. Tell God, Mwambie Mungu, these 3 things. haya mambo matatu. I will defeat small things. Nitashinda mambo madogo. I will be a blessing. Nitakuwa baraka. I will not wait for strength. Sitangojea nguvu. Even in my weak point, Hata kwa udhaifu I will wangu. serve my master. Nitamtumikia Mungu I will wangu. serve people. Nawatumikia watu. Father, I want to declare a blessing. Baba, nataka kutangaza To your baraka servants, oh my kwa Father. watumishi wako Baba. Nobody Hakuna yeyote in our midst katikati yetu will be defeated by small things. atashindwa na mambo madogo. Let them overcome the small Hebu challenges. washinde mambo madogo. The small things that are, my Father, entangling us. Mambo madogo yanayotufunga. The sins that are ensnaring us. Hadi zinazotusema. Mungu tuondolee maroho hayo. God, Mungu tuondolee. Tupatie uwezo wa kusoja. Give us ability to sow down. Umetubariki tuwe wa You baraka. bless us to be a Na blessing. kile kidogo tuko The nacho, small that we have. ninaomba utusaidie kushare. I pray that we may share. Hatutasema hatuna We shall tena. not say we don't have anymore. Hatutajiita maskini. We shall not call ourselves Sisi poor. sio We are maskini. not poor. Sisi wa kuombaomba. We are not beggars. Sio wa kukopa. We are not We beggars. declare we are millionaires. We declare we are We millionaires. declare we are blessed. Tunatangaza sisi tumebarikiwa. I release the grace of my Father. Naachilia neema I Baba release yangu. the grace of my Father. I release the grace of my Father. Naachilia neema Baba yangu. I pray Naomba for the grace kwa neema. of prosperity. Neema ya That kufanikiwa. your people will prosper. Ya kwamba watu wako watafanikiwa. Health-wise, Kiafya, mentally, kimawazo, spiritually, kiroho, even financially. hata kwa kifedha. Fungulie milango ya mataifa. Open for the international Waende doors. America. May they go to America. Waende Europe. May they go to Europe. Waende Asia. May they go to Asia. Waende Japan. Waende Japan. Waende China. Even China. Waende Afrika Let them go yote. to the whole Fungua Africa. milango Baba. Open door. Wabariki mfalme. King God Ili bless wawe them. wa baraka. So that they may become a blessing. Wainue Bwana. May you lift them up. Wale hawana magari wapate magari. Those who don't cast, Wale let hawana them cast. manyumba wapate Those nyumba. who have homes, may they Wale have hawana homes. mashamba wapate Those who mashamba. don't have lands, may they have Makanisa ipanuke. The churches expand. Natangaza makanisa May the ilipuke. churches be full. Tunakataa makanisa madogo. Be full small Na churches. kuanzia leo And from today, tupatie makanisa
No, a person not a Baba, vision. ile wanakuwaga maono. Even because Fikisha maono yao. fulfill those dreams. Fikisha maono yao. Fulfill those dreams. Wapanulie mipaka. Expand their boundaries. Wacha wapate favor. May they have favor. Wacha wakopeshe. May they be Na lenders. wasikope. May they not Wacha borrow. wawe kichwa. May they be head. Wasiwe mkia. And not tail. Wacha wawe juu. May they be up. Wasiwe chini. And not beneath. Wacha wabarikiwe wakienda. May they be blessed as well. Wabarikiwe wakirudi. May they be blessed as they come Uzao back. wao ubarikiwe. May their offering be Watoto wao wabarikiwe. The children be I blessed. prophesy kuanzia leo. I prophesy about them. Maroho yote ya shetani. All the good powers. Maroho yote ya limitation. All spirit of Maroho limitation. yote ya oppression. All spirit of Ninaikanzu oppression. siku ya I cancel them leo. today. Ninaivunja vunja. break them today. I prophesy kuanzia leo. That's what we do today. Mungu ninawabariki. God I bless them. Mungu ninawabariki. God I bless them. Mungu nawaombea milango ifunguke. Lord I pray for those Mungu women for nawaombea them. favor. They Mungu give favor. nawaombea favor. They give them favor. Natangaza kuanzia I leo speak from today. milango yao ifunguke. Those Na people. maroho yote imewaoppress. And every spirit that Maroho oppress yote them. imewakamata. Every spirit that Maroho oppress yote them. imewafinyiria. Every spirit that Leo oppress ninatoa them. hiyo maroho. Today I remove them. Hakuna mtu ataitwa mdhaifu. No one will be found Hakuna weak. mtu ataitwa maskini. No one will be found Hakuna poor. mtu ataitwa amelemewa. No one will be I found dedicate unable. them in your presence. Taweka mbele yako. And I prophesy Anawatabiria favor upon them. kibali juu yao. My God, I call for promotion. Baba yangu naomba I uwapandishe call cheo. for divine favor. Naomba kibali cha Whenever Mungu. they will go, they will be accepted. Popote utakapoenda Let the kubalike. money follow them. Hebu pesa Let the ziwafuate. favor follow them. Kibali kiwafuate. Let the doors open. Mlango I ifunguke. dedicate them in your Na waweka presence. wakfu mbele zako kwa All of them wako. and their churches and their families. Pamoja na familia na They are kazi zao. blessed. In the Wamebarikiwa. name of the Father, the Katika jina Son, la Baba na and the Mwana Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Nataka nimwage hii mafuta I want to pour this oil kwa sababu ya makanisa yetu. because of our churches. Our churches has to be blessed. Makanisa yetu lazima yabarikiwe. Never agree. Usiwahi kubaliana The God of small things ati Mungu wa mambo madogo is the same God of big things. pia ndiye Mungu wa mambo The God makubwa. of villages Mungu wa is vijiji the God of the cities. ndiye Mungu wa The miji. God of the valley Mungu wa is the mabonde God of the mountain. ndiye Mungu wa We can shift from small to big things. tunabadilisha kutoka madogo kuwa makubwa. Our dear sister Grace, Dada yetu Reverend Grace she has said Ephesians 3:20. I love that scripture. amesema Efeso That 3:20 napenda now maandiko unto him ya kwamba who kwake is able ambaye anaweza to do exceedingly abundantly above kufanya zaidi na what we kupita na can juu pray or think kile zaomba through makuwaza the power kupitia nguvu that is working in us. zinazofanya kazi ndani yetu. You know, Unajua there are things I have dealt with in my life, kuna mambo nimekabiliana nayo kwa maisha yangu and I am expanding now. na sasa ninapanuka. You may have bitterness. Unaweza kuwa mtu akona Deal machungu, with it. kabiliana nayo. Bad attitudes Mtazamo mbaya towards other tribes. kuelekea kabila zingine. Ukiongea unasema unajua kabila fulani When you talk to say, you know wanakaaga hivi. this tribe, they behave this. Unajua You Wakikuyu, know Kikuyus. ukitaka kujua Mkikuyu amekufa, If you want to know Kikuyu is dead, amucha pesa kwa masikio yake drop amekufa. coins. Ukiona ameamuki, If you see them, do not wake up. Mkamba ni mchawi, Yes, Kabas are witches. Wakisi ni wachawi. He sees are hard people. No. Why? Kwa nini? Utakula samaki kubwa aje na iko Kisumu. Na unasema- Where will you get fish? unasikia And you get Wajaluo. fish from Kisumu, and you hate Luos. Why? Mnanielewa? Are we together? Juzi tumepeana gari tutengenezewe. The other day- tutengenezea Mcheru inatoka ikiwa mpya. Who are good mechanics? Nilisuguka. Good mechanics are Luos. Nilisuguka. They made the car for me. Imagine hakuna The- makosa hata moja. I didn't see any dent. Bakia Mkikuyu akutengenezea. Now give a Kikuyu. Itapakwa rangi na brush. Hallelujah. Ambia jirani kila watu wako na grace. Tell people every tribe has his grace. Usichukie kabila hata moja. Don't hate any tribe. Mungu amepatia Wamasai ng'ombe zile mzuri za nyama. God has given Masai good cows. Enda ukule ng'ombe ya Kisumu. Go eat Unauma from kumena Kisumu. inarushwa jumu kama The meat are very hard. kama unakula patipati. It's like you are eating zippers.
Unanielewa? Enda ukule ng'ombe ya Nyeri. Ile imeuzwa maana imekataa kutoa maziwa. Unauma nyama inarusha meno juu. You try to chew meat, it's like taking a... Enda ukule mboga ya kule. Usikie vile iko. Every tribe has its own uniqueness. Change the attitude towards every tribe. Everybody God created is very important. Those who are married, change the attitude towards your wife. Change your attitude towards your husband. Don't confess wanaume sio wazuri. Unawaloga. You are spoiling them. You are ati unajua watu wa Rogai ni kuhamahama makanisa. You know people from Rogai shifted from church. Sio anointing watakuja wanahama. Sema watu wa Rogai wanakujaga wanatulia. Confession brings as a man thinketh so he is. Kama mtu anavyofikiria ndivyo alivyo. Change attitude. Badilisha mtazamo wako. Towards your nation, kuelekea taifa lako, towards your locality, kuelekea maeneo yako, towards wherever you are, popote ulipo, you will see a difference. utaona tofauti. Are we together, church? As I pour this oil, let's all believe. From this today, we are going to expand. To nations, to villages. Favor will walk with us. My Father, in the name of Jesus, I dedicate this congregation. They will expand to east, west, north, and south. Hawatawahi nyimwa visa. Za mataifa yote wataenda. Watakuwa wanapata favor. Watakuwa milango inajifungua. Watapata mashamba. Watapata manyumba. Watapata makampani. Watatajirika. Kibali itawafuata. Watoto wao watabarikiwa. Generation yao itabarikiwa. Na kuanzia siku ya leo na wainua kama bilionea. Watakuwa tajiri. Hawatadharauriwa. Watakopesha. Hawatakopa. Na kwa hii madhabahu tumesimama. Na ashiria hii mafuta kuanzia leo isiwe ya kawaida. Inaashiria utajiri wa kanisa la Kadisi, la Gao, maeneo ya Rogai, even the church from Uganda that is represented by your servant. I prophesy prosperity. I prophesy prosperity. They will serve with prosperity. I dedicate all the churches represented here. The spirit of poverty will not arrest them. I release them, my Father, to prosperity. As I anoint this altar, I declare, my Father, even this altar of salvation, my Father, John, that God through this altar, it will be blessed, and all the other altars that are represented here, they will prosper. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bible says, we walk by faith, not by sight. May you obtain favor. May you go to nations. Don't fear. God has promised, I will never leave you. Never forsake you. Nobody can tell what you ate yesterday. What you ate yesterday, nobody can tell. During the Corona time, I was standing somewhere on the road. And people were just walking. And things are closed. I could see people walking. And I asked myself, who feeds these people? The people you see around, they eat. Never be proud. No matter what they eat, but they grow. No matter what they eat, no matter the school the children they go, never say my children, they are better school. It is better to you, but not even to them. The government school or wherever they are, that is their best school. Hata natoaga ushuhuda, watoto wangu wako salama, bado wanasoma. Wewe ndio unajua uko better na wale ndio wako the best. Are we together, church? Usiwahi kuleta mke wako unasema she is the most beautiful. My husband is the most handsome. Let me tell you, to you, for information, not to everyone.
Tuangushe pride. Hawezi kama chana. You know, I know how to choose. She is the man, let me tell you. Every time that you are rich. And kwa sababu kuna kagari. Last year, we boarded cruise from Orlando to Bahamas. Cruise, you have ever heard about cruise? Yes. There are 6,000 people. Tunaenda na left kwa cruise. Tunalala gorofa ya 12. Chakula tunakulia gorofa ya 16 na imeenda mpaka 19 kwa cruise na ni ya mwanaume. Alafu unatoka na gari kama wewe ibada umebarikiwa. Hapo ndio washa maneno mengi. Tuhubiri injili. Unasikia mtu ako na cruise sijui gapi na moja inachukua watu kama 6,000. Yani unaangalia hivyo unasema Mungu, si utusaidie. Wewe ukipata gari fulani unaambia watu singeweza kuja kwa sababu gari yangu haina security hiyo ile. Hiyo haiwezi kuibiwa. Wacha nikwambie. Tell them God bless you.